Bazu yangu dua, mina kuombea popote uendapo, Mungu akulinde. Ubarikiwe, yani tena sana, uzidi barikiwa na Mungu Mwenyezi. Ubarikiwe, yani tena sana, dua na kuombea mi kila siku ya. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Castro Media, mwiroreri wa Gikuyu Flavor Media. Ngonyita ugeni guko ceceni ici citũ, na niĩ ngohaga na gĩtĩo angĩkorwo ũrerorera video citũ na ndũrĩ subscribe, gakoya subscribe na hinya notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kwĩrorera. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ o gũkũ matũũra-inĩ tũgĩcera ũguo twacemania na mwanake ũyũ twauga twaranĩrie nake thutha wa kuona video ya rwĩmbo rũrĩa ainĩire Bishop Ben wa kũrĩa kanitha-inĩ wa JCM, na twaigua nĩ rwĩmbo rwega mũno. Rwĩmbo rũu ainire ta mwaka ũmwe mũhĩtũku, na twakiuga tondũ nĩtwacemania nake tũkorwo tũkĩaranĩria, tũkorwo tũkĩmenya nĩkĩĩ gĩatũmire akorwo akĩandĩka rwĩmbo rũu, nĩkĩĩ kĩamũgucĩrĩirie, na maũndũ macio mothe tũkorwo tũkĩaria. Na niĩ ngũkũhoya o rĩngĩ ũsubscribe na ũhinye notification bell. Reke tũmũnyite ũgeni nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria. Karibu sana huku kwa Castro Media. Asante sana. Na Gikuyu Flavor Media. Asante sana Castro Media, Gikuyu Flavor, thank you so much for this chance. Na watazamaji wetu asanteni sana kwa muda wenu. Watu wanasikia ukiongea Kiswahili chako kidogo kisanifu. Nashukuru Mungu, asilimia 90 ya maisha yangu nimelelewa Malindi na wazazi wangu, so huko ndo nimelelewa, tumainka kuja huku. Lakini Kikuyu nakisikianga, licha wazazi wangu wote ni wa Kikuyu, lakini nakisikianga lakini kutamka ndio kuna huko Mombasa hakunanga watu wanaongea Kikuyu kama wa Kikuyu, ama mnaongea wote Kiswahili? Okay, wengi wanaongea, kuna ambao wanaongea Kikuyu lakini asilimia ni Kiswahili. Hata nyumbani ilikuwa back then wazazi walipokuwa tulikuwa bado tunaongea tu Kiswahili. Hata ngienda Mpeketoni kwa maishosh mza babangu bado tunaongea Kiswahili. Ni ngumu sana tuongee Kikuyu. Hadi mzazi ni wa Mombasa? Hadi wa shosho ni wa Mombasa? Shosho kwa Mpeketoni, ni mbele Mombasa. Na ilali yuko ndo babangu amelelewa. Lakini pia bado hapa Ndea Limuru, hapo bado pia tuko na shamba. Hatimaye alafu mamangu na Mkikuyu wa Kaganda. Mamangu amezaliwa Kaganda. Baba bado ni Mkikuyu? Baba ni Mkikuyu, mama ni Mkikuyu. Lakini sasa kitu kutamka Kikuyu ndo lakini tunashukuru. Hebu tuambie majina ya ID, unaitwa nani? Majina yangu halisi naitwa Zakari Mugo Mangara. Naam. Zakari Mugo Mangara. Naam. So hapa Limuru umeishi ama tu ni kutembea unarudi Mombasa? Limuru tu ninaendanga tu once, lakini sasa hivi siko Limuru, lakini kwa ndo babangu pia alitulea huko. Naam. Sasa hivi unaishi wapi? Sasa hivi naishi huko kwa Heri Mugoga. Naam, after Makongeni mbele huko. Unafanyanga kazi gani? Asilimia kubwa wanaimbanga na pia maybe kutumwa na baadhi ya viongozi kupata na basari. Sasa sema ati asilimia kubwa niko kazi permanent la. Tuseme ni vibarua hapa pale. Naam. Kenye imefanya tukutafute ni sababu ya hiyo wimbo uliimbia. Mimi nikisema hiyo wimbo mtu asikuje kunikosoa aseme ni huo wimbo. Najua lakini naongea vile kwa tunaongea. Sababu kubwa ya tukutafute ni sababu ya huo wimbo uliimbia Bishop Ben. I think back then alikuwa reverend. Ni nini ilikuinspire kuimbia Bishop Ben specifically uimbe wimbo juu yake? Okay, kwanza uimbe chansemi ni kama miujiza, kwa sababu ukikumbuka vizuri kuna wakati ambapo Bishop Ben alikuwa ameshirikiana na bibi ya Rigathi wakati wakipigania pombe. So asilimia kubwa nilikuwa nimeenda kurekodi nyimbo ya pombe. Unaona, because I personally am a victim of alcohol, because I lost my dad due to alcohol. Unaona, na hiyo ndio iliweza kuchangia mpaka mamangu na babangu wakaweza kuseparate. So nimelelewa na single mother, my beautiful mom Nere Sorogoro Mugo, ambao sasa hiyo ndio wimbo nilikuwa nimeenda kuelimisha jamii kupitia, because I'm a victim of that. Then alafu sasa nikiwa sasa niko tu kwa njia, wimbo ndio ukanikujia. Unaona, nikienda studio wimbo wa Bishop Ben ukanikujia. The reason being niliweza kufanya naandika wimbo wa Bishop Ben kwa sababu Bishop Ben amejinyima mengi ili watu wapate. Leo hii watu wengi wako kazi kupitia jina Bishop Ben. Leo hii Bishop Ben ameinua watu kibiashara kwa sababu Bishop Ben, the reason just the love I have for Bishop Ben. Hiyo ndio ilifanya asilimia 90 nikaenda nikaimba wimbo. Wow. That is very interesting. Hii time yote sahi kanisa ya Bishop Ben I think iko over 2 years. Na ulimba 1 year ago. Umejaribu kuenda kanisani pale?
Okay, nimeenda na huwa naendanga JCM, lakini unfortunately sasa kabili sasa niko mtu wa online. Sana sana wanafuatilia online. Na nashukuru sana wimbo, kuna baadhi ya watu ambao nimeweza kuwatumia ambapo sasa niweza kumtumia taja tu. Okay, nimeweza kumtumia mtu kama Elias, ako na wimbo nishamtumia. Haya, huyu mkorino anajiita Ebu pia ako na wimbo. Na kuna baadhi ya watu ambao wako karibu sana nao wenye ambao nimeweza kuwatumia wimbo. Lakini Ghost Time is the best. Haujafikia Bishop Ben. Nitamtumia, I think tukimaliza hii nitamtumia pia huo wimbo pia aangalie. So kwa kanisa umeenda mara ngapi, kama mara ngapi hivi? Nimeenda mara mingi before hata waje wafungue branch ya Thika. Before waje kufungua JCM Thika, nilikuwa naendanga huko bado. Ulikuwa unaenda hapa Ruiru? Nilikuwa naenda hapo Ruiru bypass hapo the Mark Hotel nyuma. Naam. Haya, sasa hiyo unaenda ya Thika umeenda ama unasoma tu online sasa hivi? Ya Thika naendanga lakini si kila Sunday. Sana sana na kuanga tu online. Uko na membership number? Bado. Bado hujapata. Bado sijapata membership number. Wow. Nimesikia hiyo wimbo iko na rap, like ni kama rap umeimba kama nyimbo ngapi hivi? Okay, 90% za nyimbo zangu nyingi, hata ni baadhi ya kidogo sana nyimbo za kuimba tu, kwa hivyo kuimba peke yake, lakini napendanga tu rapping. So far wakati wa siasa niliweza kufanyia baadhi ya viongozi wengi, na hiyo ndio kwa maana hiyo ndio okay, nyimbo zangu mingi 90% kubwa za rapping. Naam. Kwa YouTube yako unaweza taka tukiendelea utuelezee YouTube iko na nyimbo ngapi, alafu unajiita aje pale YouTube? Okay, YouTube niko na nyimbo 2. Peke yake ya kwanza ni ya Bishop Ben, JCM Church, na ya pili ni ya Diana Bahati. Aya, umeimbia Diana Bahati? Hata iko pia hapo YouTube. Haya, tufanye hivi, tuimbie hiyo yenye umeimbia Bishop Ben kwanza, alafu tutakuja kwa Diana Bahati. Okay, Bishop Ben naimba ubarikiwe, yani tena sana uzidi barikiwa na Mungu Mwenyezi. Ubarikiwe, yani tena sana, dua na kuombea mi kila siku, yani ubarikiwe, yani tena sana uzidi barikiwa na Mungu Mwenyezi. Ubarikiwe, yani tena sana, dua na kuombea mi kila siku. Wow. Kuna mahali unamtaja, mtaje asikie. Bazu yangu dua mimi nakuombea popote uendapo, Mungu akulinde. Wow. That song by the way wakati niliona nili feel like it's a very good song, so unaweza enda hapo. Umesema YouTube unaitwa nani? YouTube ni Zakari Mangara. Zakari Mangara, unaweza enda hapo, you check the song na usubscribe pia hapo. Usubscribe alafu useme umeona, like umetoka huko kwa Castro Media, Gikuyu Flavor Media, alafu we support our own. He's very talented. Haya, nini ilikuinspire uimbie Diana pia tusikie? Okay, the reason why niliweza kuimbia Diana ni kwa sababu ya kwa sababu ile compassionate pia mwenyewe compassionate mwenyewe ako nayo. Kwa sababu kuna kati alikuwa na show yake ile ambayo inajiita Raha. Story na Raha, story mtani na Raha. Wakati huo bado alikuwa anaenda kwa mtu, anamueleza story yake, alafu ana come through yeye kama yeye. So that the reason why, alafu the reason pia napenda how she sings. Yeah, the supporting, she's just a supporting mom. Yes. Wow, that's very interesting. Before tuimbe wimbo ya Diana, nataka turudi nyuma kidogo, how you were brought up. Vile umeniambia you are a victim of alcohol, your dad, nataka utueleze tu vile ulilelewa, alafu situation vile ilikuja ikatana hadi your dad akapass. Okay, nashukuru. Nilizaliwa na beautiful mom mwenye anaitwa Nele Sorogoro Mugo. Mimi ni mtoto wa pili ambao nimeweza kubarikiwa na ndugu zangu wawili. Wa kwanza nipita Samuel Kimani Mangara na mwisho nipita Kimani Koira. Tumelelewa hapo Kilifi, nakuja kujitambua nilizaliwa Lamu West, lakini sasa nikajipata Kilifi, whereby hapo ndo tumeishi. Na babangu anaitwa Kenneth Kimani Mangara, ambapo unfortunately sasa niliweza kuja kujitambua vizuri, nikaja nikajipata asilimia kubwa niko na my mom. 90% niko na my mom. Now the reason being because I was so close to my mom,
So ndo tukaja akanielezea chanzo ni pombe nina nini, so hiyo ndo ilitenganisha asilimia kubwa iliyofanya ka divorce. Tukienda hivyo nimeweza kusomea, tuende polepole hapa. Mama anakuelezea ulikuwa how old? Nilikuwa around ilikuwa okay, kuja vizuri around 1920. Ndio mama alikuelezea. Lakini babako unamjua? Babangu uzuri wa mamangu ni moja. Despite hata kama walikuwa wameachana, bado bado mamangu tulikuwa na nyumba Kilifi. Bado babangu alikuwa anatoka Mpeketoni anakuja mpaka nyumbani kutuona. Lakini sana sana alikuwa halali. So according to venye nilikuwa nikija nimeona, alikuwa namuona babangu anakuja anatuona. Yaani hakuweza kututanganisha na wazazi. Because nakumbuka pia ilifikanga muda akati babangu sana akatoka akaenda Ndea. So mamangu kuja kunielezea hivyo, nikamwambia nyinyi ndio mliweza kukosana na lakini mimi bado nataka kuona babangu. Unaona? Ndio akaanza kutupandisha gari akatupeleka Nairobi. Babangu akatuchukua, alikuwa anafanya kazi ya magunia hapo Nyamakima. So kutuchukua Nyamakima ndio akatupeleka mpaka Limuru Ndea eka 5. Ile time mamako na babako wanatengana, ulikuwa how old? I guess ilikuanga cause ilipoingianga St. Thomas Academy. Back then I guess I was around 16-17. Kwa hivyo nilikuwa najua mapema. Kwa hivyo ni baba ulikuwa unamjua kabisa hiyo before watengane, mambo iko sawa. So mama alikuelezea ni sababu ya pombe ilifanya wakaachana? Sababu ilikuwa tu pombe peke yake. Mimi nashukuru, unajua issue haikwangi mbaya, haikwangi pombe. Shida ni if kama unakunywa alafu unawajibikia familia. Lakini sasa ulienda venye kulienda tu. Mamangu nashukuru, being a single mother, alitulia tukiwa 3 of us. Samuel Kimani Mangara, mimi na Peter Kimani Koira. Alitulia sote, hakuna kitu ambacho tulikosa vile. Naam. How was life like? Baba ameondoka, ulikuwa mmezoea unakaa na baba na mama. Baba ameondoka, mliweza kukopa aje na hiyo life, ama mama ali play role gani ku make sure you're not missing your dad? Okay, jana ndio natangulia nashukuru tu mamangu, being a single mother. I really appreciate her because atakuwa okay, yeye mwenyewe alisimama, alijivika ile jukumu kama la baba, bado akachukua jukumu kama la mama, na bado akachukua jukumu kama la sister yangu mkubwa because hatuna sister. So aliweza kuchukua jukumu. So hata alikuwa ukiona na tatizo lolote na nani namuelezea, lakini nilikuwa namuelezea kama dadangu mkubwa ndio aweze kunikosoa. Na hiyo ndio kwa maana nashukuru pia aliweza kutuelimisha vizuri. And we were so close to my mom so much, and we never lacked anything. God was faithful. Isipokuwa nile changamoto hapa moja mbili, kufukuzwa na school fees, alafu maybe kufungiwa nyumba kwenda kwingine tena. Hizo changamoto hazikosi. Lakini nashukuru kama ni adabu tulipatiwa vizuri. Haya, sasa baba na mama wameachana. Baba atakuja kupasa aje like hiyo process? Juu umetuambia it's because of alcohol. Kulingana I believe baba alikuwa Ndea, nyinyi mlikuwa Mombasa. No, baba alikuwa Mpeketoni. Alikuwa Mpeketoni. Na sisi tulikuwa Kilifi. What is the story behind now the death? Okay, behind the death of my dad, back then kwa sababu hizo changamoto nilikuwa napitia na school fees, so I had to drop out. Unaona, 2010 ndo nikaenda Mpeketoni. Sasa nilikuwa nafanya kazi ya hoteli. Alafu kwa 2010 bado nilikuwa nalala huko Mpeketoni kwa shosho. So kwenda kukua nalala kwa shosho, nikaja nikapata kazi ya kuuza sausage. Nikaanza kaziuza, Mungu akanibariki, bado harakati la kuuza nikaja nikajiri kazi ya hoteli hapo Mpeketoni. So harakati so nilikuwa so close to my dad. My dad alikuwa ni yule mtu DDC, daily drinking officer, whereby alikuwa anakunywa tu pombe lakini alikuwa akuli. It reached a time whereby babangu alikuwa anakunywa mpaka hapa kwa nini kumeanza kutoka ile hapa kwa mapafu, kumeanza kutoka ile maji imeanza kulink. Unaona? So nikamchukua nikampeleka Lamu, nikampeleka Mpeketoni, kuna hospitali kwa hapo. So kumpeleka Mpeketoni, nakumbuka kitu ambacho liniuma mpaka leo ni kwa daktari aliniambia thank you for being a good Samaritan. Whereby Iliali ni babangu. So me one thing I do believe how much, na mshukuru babangu aliniambia kitu moja, anything good in me take it, anything bad in me when niombe zidi. Naam. Wow, that's very interesting. So wakati ulimpeleka hospitali then mlitoka ama what happened? Okay, nilimpeleka hospitali then unfortunately sasa nkarudi nikatoka huko, nikaja sasa huku nikaja Manguo huko Githurai. Githurai kuna place kunaitwa Manguo na huko Muumbi na huko ndani. Langata hapo Ebeneza Children's Home pande yote. So kuja huko mamangu alikuwa anaishi huko akiwa peke yake.
Alafu harakati ile alikuwa anaishi huko, so alikuwa akaja kutuintroduce, bado alikuwa anauzanga hizi majani chai. Bado akaja kutuintroduce kwa hiyo biashara, tukaanza kufanya na yeye. But my mom she had ulcers. So harakati alipokuwa na ulcers, I guess ndio ilikuja ikamlemea sana. Unfortunately ndio akaja kapelekwa Nazareth Hospital. Later that week, because mamangu aliaga tarehe 6 mwezi wa 6 2012. Then harakati tukiwa Kaganda, tukiwa saa tulikuwa na ndugu yangu Peter ambao tulikuwa tunaishi naye mpaka leo, Peter Kimani. So tukiwa mamangu alienda, alikuwa okay, tulikuwa tumepangana hivi na my brother. Tulikuwa tunauza majani sote, because my mom alikuwa ameintroduce biashara majani. So alipokuwa ameintroduce biashara majani, my brother wangu Peter ndo alikuwa anaenda Nazareth kwenda kumwona mama. So na mimi nilikuwa nabaki kwa nyumba, naenda nauza majani. So at least nilikuwa naendea nyama kimba hapo majani stock. So nikimwendea bro tunaachana na Nazareth na yeye narudi. So kuna siku moja akarudi, yeye ilikuwa tarehe 6. Tarehe 6 kurudi ndo akaja kaniambia unfortunately mama hayuko. Unaona, mama hayuko, ilikuwa tarehe 6. After mama hayuko, so brother so walikuwa wameseparate. So familia kina mama wakasema sawa, nataka kumchukua mtu wao waende kumpumzishe. So tukiwa tunaharakati ya kupanga ya kupanga mazishi hapo Kaganda. Then bro, sababu babangu si bado alikuwa anatoka hospitali akirudi. So unfortunately alipelekwa, hiyo ilikuwa tarehe 8. My dad also passed away. Kai. No. Also my dad passed away. Mama alipass tarehe 6, dada akapass tarehe 8. The reason being 2 days ago, 2 days each. 2 days, 7, 8. Hata sementa ni 7. Because unapata the reason being, okay, me I had an idea ya kuwapatanisha. Unaona? Na hiyo ndio kwa maana the reason why nilitoka nikaenda Ndea, ilikuwa idea yangu kubwa sana kuwapatanisha. My mama akaniambia, mimi sina shida na babako. Na ndio kwa maana wanaweza mruhusu anakujanga anawaona. Ningekuwa shida na babako, singeweza kuwapatia, mbona mkashindea. Unaona? So wajua kuna ukiangalia most of the single mothers wakiachana mzee ni ngumu hata watoto wawe na ile nini. Unaona? Na that the reason why unapata hata mamangu akosa kupeleka babangu kotini, because alikuwa na babangu uzuri, alikuwa washajenga hapo Kilifi, walikuwa na nyumba. So okay, sasa alikuwa provide sana my dad, because pia alikuwa anatuma na 1 because bado alikuwa anaonana. So after tukiwa mazishi, after babangu, ndugu yangu Peter ndo akaniambia tukiwa tunatayarisha mazishi, maombolezi. Babangu akaniambia unajua nini, pia daddy ameaga. My elder brother mwenye ambao kwa Mpeketoni sasa ndo aliniambia hivyo. So me I think because nakumbuka maneno ya mwisho mamangu aliniambia, if kama tutaweza kupatana, maybe you never know, ya Mungu ni mengi. If tutapatana kwenye Mungu atatuchukua. Unaona? I mpaka leo I feel like my mom saw the death. I love the strong feelings to each other. Also my dad pia kanda, because nakumbuka okay, maombolezi hata kumaliza hata 7 days. Tukaweza kumzika tu wote pamoja Mpeketoni. Mliwazika wote pamoja? Wote pamoja. Baba hapa, mama hapa. Same day, same time, same hours. Because tulitoka na mamangu Nazareth Hospital. Mwili ulikuwa kwa Nazareth Hospital. Na nashukuru sana madaktari wa Nazareth Hospital, they did your best. You know, kazi ya daktari nkutibu Mungu pone. You did your best. After 2 days sisi walaumu, you did your best. No, na also watu Mpeketoni pia na hospital. Na nashukuru mlifanya best yenu. So unaona tulitoka na mwili huku Nazareth mpaka Mpeketoni. So tulipofika huko asubuhi, that was on Saturday, the same. Sasa ndio tukaenda tukachukua mwili wa dad. Bado yuko ngapo mocha, tukateremka nao tukafanya mambo mazishi. Naam. Imekuwa aje kama familia? You've lost your mother, you've lost your father, at the same time you've buried them. Sasa mko vijana watatu. Live sasa mtaweza kupambana aje na maisha, like you are there to live? Okay, nashukuru Mungu ni kwa sababu as I said earlier, before my mom passed away, nilikuwa nisha drop out of school. Unaona? The reason kwa sababu changamoto. Haya, after mazishi tulikaa pale tukaulizwa na my uncles, wanataka kufanya nini? My brother akasema my younger brother akasema anataka kuendelea na shule, na my elder brother alisema anataka kuhustle. Unaona, Samuel Kimani Mangara. Sasa I guess yuko Tanzania kama sijakosea. Then mimi sasa, because nilikuwa nime drop out of school, nikasema nataka kurudi shule, because I remember my mom told me this,
what I was able to do in your life is what I did in your life is what I was able to do in your life. Unaona? Yeah. So make sure wherever your younger brother goes, make sure kutu na yeye hapo. So nashukuru sana brother to my dad, brother to my mom, alituchukua tukaenda Ngoingwa. So ndo tukuja sasa tukaanza life ya Ngoingwa. Hapo ndo brother my dad alituchukua, nikaingizwa shule, brother wangu akarudishwa Philadelphia, ambayo iko hapo Murang'a ukienda hivyo. Na mimi sasa nikarudishwa nikaenda Makowi by Grace. Unaona? So kwanza nilienda Mwea Fountain Junior Mwea, class 7, that was back 2012. Then 2013 nikaja nikaletwa the same 2012 nikaja nikaletwa Makowi by Grace ambayo iko hapa Keno. Naam. Wow. So after shule sasa ni kuhustle. Yeah, after shule sasa nikamaliza, nikaingia kuhustle. Then back then nashukuru kwanza ndo sasa hapo ndo nikaanza kuimba. Nashukuru kuimba kwangu, at least unaenda kama ni kesho unaenda unaimba, unapata 3,000 4,000. So hapo ndo bado nazidi kujilipia nyumba, kujisomesha nini na nini. Yeah. Apart from kuimba kuna kazi nyingine like unaweza sema ulikuwa umeniambia kuna hii you're sent by politicians, like kibarua. Apart from that kuna kitu kingine unafanya? Okay, for now says danganya hakuna chenye ambao nafanya, lakini one thing chenye nilikuwa na desire ama chenye ambao naomba sana, nilikuwa nataka, because na back then before my mama nilikuwa nisomea form of catering kiasi, lakini wanajua kupika, so nilikuwa nataka kuanzisha like my own show, cooking show, interviews nini na nini, iza kwenda na interview some na siasa na interview nini na, so hiyo ndio ilikuwa idea yangu. Lakini changamoto sahi ni hiyo studio fee na hizo vitu za kupata hizo equipment. Well, haya turudi hapa kwa Diana. By the way, I felt like you being touched by this act of compassion sana. Vile Bishop Ben anafanya ndio Diana umesema amekuwa akifanya. Mbona this act of compassion inakuguza hivyo hadi unasikia you can compose? Okay, kama nilivyosema, pia mimi ama kufika leo venye nimefika hapa nimesaidiwa na watu. Unaona? Brother yangu mwenyewe mpaka kuja ndo aende Kabarak University kusomea law, pia amesaidiwa na watu. So I feel kuna watu wengi sana wametusaidia in order for we tufike kwenye tumefika. So I usually when napenda sana mtu ambaye anafanya compassion stuffs. Unaona, because that's the reason why I said earlier, nikiwa manguo nikaja nikaanzisha, ukisikia hiyo nyumba yangu nasema Smart Mangara Initiative ama Smart Boy Initiative. Hiyo ni mradi yangu yenye ambao mimi nilianzisha ya kutembelea Children's Home. Hata ukienda Ebenezer Children's Home unaweza kutembelea mara mingi. Nikienda House of Mercy Children's Home, nikienda Kyorso nimeishi nikitembelea Children's Home. What I usually say ni come with what you have, ahead with what I have to achieve what we don't have. So most of the times wanaendanga nikienda kwa mwanasiasa na naambia unafikiriaje, ambia kuna Children's Home tunaomba kututembelee. So what I usually do, naandikanga budget, naendanga Children's Home naomba ruhusa, naandikanga budget alafu napeleka. So unapata wewe nakupatia unga 2 3 na post kwa page zangu, unapata mtu amekwambia mimi nakupatia unga, nakupatia nini, ndio unafanyanga hiyo charity events. So uko na social media pages apart from YouTube? Yeah, niko na Facebook bado ni Zakari Mangara, kwa kwingine bado. Zakari Mangara. Tuguzie hiyo wimbo ya Diana. Ya Diana bado tu nile chorus tu ya Bishop Ben. Limba zote pamoja. Oh, so ulimba ya Bishop Ben ukaimba kando? Ya kando na Diana nikaimba kando. The same chorus lakini. The same chorus. Then sasa hapo ndo nikabadilisha. Wow, that's very interesting. Labda mtu wako hapo anaweza maybe taka kukusupport, maybe ni kazi gani unaweza penda kuifanya ikiwa permanent, uache hizi mambo za kuhustle. Hata hustle pia ikikuja uko na kazi, at least you can call yours. Okay, sana unapenda online stuffs in form of interviews ama kuingia kwa street nini na nini. So changamoto yangu kubwa nikipata like a good phone and a good like kama hizi mics na nini na stand, I'll be able to start. Na also my music career. Kama sahi hata ombi langu sana kwa Bishop ni moja tu, ni at least kama sahi niko na nyimbo ya Gadhona Mushomba, lakini sija rekodi. Niko na nyimbo ya Moses Kuroria, Njoroge Kuroria, ya Gatondo North, na niko na nyimbo ya Moraga Modern Pacific, na pia niko na nyimbo pia
Ya Dama Mobile Spares. Na niko na nyimbo ya Dama Mobile Spares. Like sasa changamoto yangu kubwa, asilimia kubwa yangu, the reason acha tuanze, the reason kwa sababu ya watu ambao nataja, tuanze na mtu kama Dama. Dama, to be honest, let's be sincerely honest, Dama ameajiri watu wengi. Yeah, true. Wengi sana. So I really love Dama wherever you are. Ameemploy watu wengi, familia nyingi, watoto wamelipia school fees kupitia Dama. Watoto wengi wameenda, hata mpaka nakumbuka kuna picha hapa nitakutumia baadaye, tukiwa tumeenda children's home. Tukiwa tumeenda children's home mpaka JSM walikuwa hako. Children's home fulani walikuwa wameenda. So namshukuru because Dama, she's very humble, because I remember simu yangu ilikuwa imejaa picha. So nikijaribu kupiga picha inakataa. Dama, she waited for me for more than 10 minutes. Nikafuta picha zangu zote, ndio akanipatia nafasi, akaniambia okay, ndio tukapiga picha. So I really love Dama for what she does. Nakumbuka back then when she was in JSM, akaanzisha mradi inaitwa Chapati Forum. Unaona Chapati Forum, where they create a lot of people. Nakumbuka the CEO of Kavagara pia alikujanga huko, Madam Jackie. So many people wameemployiwa hapo. When it comes to Morage Modern Pacific pia, he has done a wonderful job. I remember kuna baadhi ya student pia amesomesha JCM, amesaidia JCM. Na that's the reason metisati natoa ati because wanilipa money. Natoa because at least that's the only gift I can offer to them. I can offer, like most of my challenge, it's only the studio fee. Minka bata the studio fee, hata unaona Bishop Ben, ya Bishop Ben up to the leza kulipa only 700 bob, whereby the signer they were around 9,300 because it goes at 10,000 shilling. So changamoto yangu ni ya kuanzisha interview, nikaweza kupata lapel, nikaweza kupata camera, nikaweza kupata a good phone. I'm good to start. Wow, thank you very much kwa kukubali kuongea na sisi. Na maybe unaweza peana namba hapo, mtu anaweza taka kukureach out, mtu anaweza kwanza umeoa? Okay, niko na mtu. How old are you? Okay, I was born January 12, 1990. 1990. So you are 35 years. My God. Good and healthy. Okay, na vile unakaa young. Ifeva Mungu tu. Ifeva Mungu. Wow, that's very interesting. Unaweza wapatia namba, mtu anaweza taka maybe ku reach out, mtu anaweza taka kuongelesha, mtu anaweza taka kukusupport, na pia hiyo namba yako nitaweka hapo kwa screen. Ndio mtu atataka kukusupport, mtu atataka kuongea na wewe akufikie kwa njia ya rahisi. Okay, namba yangu ya simu ni 0742 597 514. 0742 597 514. Zakari Mangara YouTube channel na Facebook Zakari Mangara. Tukimalizia, your last words to Bishop Ben. Atakusikiza, anajua ataona hii video. Your last words to him. Okay, Bishop Ben, langu jina naitwa Zakari Mangara. Niseme shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu for the bread of life that amekujalia na for what you do. I know umetoka mbali kufika mahali ambapo umefika, na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. La pili, ningependa kuchukua nafasi hii Bishop kukushukuru for the good compassion heart that you do for the people of Kenya. Uchagui dini, uchagui umri, uchagui kabila, unasaidia ijalishi nani. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki for what you are doing, for what each and every stuff that you are doing, giving back the community, create some people job. Na hiyo desire ambayo uko nayo, Mungu usiwahi pungukiwa, usiwahi kosa. Last but not least, Bishop Ben, I have over 29 songs by me, lakini nitashukuru sana pia Bishop ukiweza kunisaidia pia kunipatanisha, ama ukiweza kunisupport my studio fee. As I said, it's just only 10,000. Kwa producer mwenye nimefanya wimbo niliweza kulipa 700 bob, whereby the balance ambayo 9,300 yenye niko nao. Apart from that, number 2, kama nilivyotangulia nikasema, I have a song for Gadona Mushomba, Githongori MP, Kororia na Wamatangi Governor Kiambu County. Please, with all respect, naomba tu nipate that fruit, nipate that chance, unaweza kunipatanisha nao na nitashukuru sana. Ukiweza kunilipia the video, ukiweza kunilipia the studio, ukiweza kunilipia the studio fee mpaka video, nitashukuru sana with anyone else. Wow. No. Thank you very much. Pia kukubali kuzungumza na sisi, nimekuita tu vile nimepatana na hiyo wimbo nikakuita na ukajiavail. Thank you very much for that. Mwiroreri wa Castro Media, mwiroreri wa Gikuyu Flavor Media. Omothe twaria Githwairi, tondu Mugikuyu witu haha ni wa kuria Mombasani.
kuria na nikio giatuma tukiarie Githwairi nigetha tukorwo tukiguana na njira njega muno makiria. Nie ngagucokeria ngatho ni wewe werorera video ino nginya hau yakinya na ngakohoya uringi angikorwo werorera video ino na nduri ura subscribe ngakohoya subscribe na uhinye notification bell nigetha tukiupload video ugakorwo wa mbere na kwerorera. Nie ngetwo Timo Castro na subscribe kule kwa Gikuyu Flavor Media na undu ucio ni ukorwo wi mwega muno gu subscribe bundu ndarihagio kindu o giothe no kuhihinya we online na wakihinya notification bell tukiupload video ikapop hau iguru ugakiona Castro Media nimekira video jeru ugakiona mundu gwitwo Gikuyu Flavor Media nimekira video jeru nginya ihinda riu ringi bye bye. Ni ndimwendete muno tunawapenda sana. Thank you.